Nikukaribishe tena katika kipindi hiki, kipindi maalum, kipindi ambacho unakutana na uso wa Bwana mbashara uso na Bwana kupitia watumishi wake katika channel hii ya Uhai Wangu TV, ambapo tunakutana na uzoefu wa watumishi mbalimbali ambao Bwana anagusa maisha yao kutuletea baraka za masomo mbalimbali. Nikukaribishe tena kwa dakika hizi chache uweze kuchukua nafasi ya kuweza kutenga muda huu mdogo kuweza kujikumbusha mambo muhimu ya usuyo maisha yetu ya kila siku. Tuombe pamoja na sehemu hii ya pili. Baba yetu mwema, ninakushukuru kunipatia nafasi ya kuwa pamoja na msikilizaji wangu na mtazamaji katika media hii. Ninasema asante kwa kuwa umetupatia watu ambao wanatamani Bwana kupata uponyaji. Kila anayefuatilia katika channel hii, Bwana usimpungukie. Anatenga muda kutafuta uso wako, kutana naye. Ninaamini ya kwamba utanitumia kama chombo niweze kuwa baraka. Kwa jina lako Yesu ninaomba. Amen. Katika siku tuliokuwa tukijifunza juu ya hitaji letu kuu la uamsho, tuliona namna ambavyo uamsho ni hali ya kulala. Sasa hali ya kulala ambayo uamsho tunahitaji kuamka. Uamsho ni hali ya kuamka kutoka katika usingizi. Na tulikuwa tukiangalia muktadha wa uamsho wa kiroho, namna ambavyo wakati mwingine tumekuwa tukilala kiroho. Sasa tunahitaji uamsho wa kuamka, kufufuka. Ni kama tuliozima, ni kama moto uliozima. Tukaona hitaji letu kuu ni uchaji Mungu. Tukaona namna ambavyo Timotheo anatukumbusha kwamba uchaji Mungu ni hitaji letu kuu, pamoja na utauwa ni hitaji letu kuu katika maisha yetu ya kila siku. Sasa leo natamani nikupatie jambo la pekee sana ambalo nilipokuwa nikilisoma nikaogopa mno, namna ambavyo wakati mwingine tumekuwa Wakristo wazuri lakini hatuna uamsho wa kweli na utauwa katika maisha yetu. Dalili za mtu ambaye ameanza kufanya uamsho, ana njaa ya kiu na neno la Mungu. Haipiti siku bila kusoma neno la Mungu. Lakini pia ninaona jinsi ambavyo ana maisha ya maombi. Maisha ya maombi. Huyo ni mtu ambaye ameanza kuwa na dalili ya uamsho. Neno la Mungu linasomwa. Dalili ya maombi ya mara kwa mara. Hawezi kulala bila maombi. Hawezi kuamka bila maombi. Anapokuwa popote ana mnyororo wa maombi. Pumzi yake imekuwa ni maombi. Anapopitia dhoruba katika maisha yake, yeye anamimina moyo wake kwa Bwana. Huyo ni mtu ambaye ana dalili nzuri sana ya uamsho. Lakini pia anatubu dhambi zake kwa haraka. Anakuwa ni mwepesi wa kutambua kwamba amekosea. Sasa sikiliza. Moja ya hitaji kubwa la shetani katika maisha yako, anatamani usiwe miongoni mwa hizi dalili. Anayeweza kuamka na kusoma neno, ambaye ana maombi ya mara kwa mara, ambaye anatubu maovu yake. Sikiliza, nilipokuwa nikisoma kitabu hiki cha mwandishi mmoja anaitwa Mark Finley, nilisoma kisa cha ajabu sana ambacho kilinishangaza sana. Hatari yetu kubwa, hatari ya kukawia. Kitabu hiki cha Mark Finley kinachosema tuamshe tena, katika ukurasa wake wa 52 anasema hatari kubwa sana walio nayo wale wanawali wapumbavu ilikuwa ni kukawia kufanya maamuzi yenye matokeo makubwa sana. Kiburi cha kiroho kiliwapozesha. Kuridhika kwao kupita kiasi kuliwapozesha. Majivuno yao yalikuwa yamewapofusha. Walikuwa wamezama katika kujiamini. Walikuwa wameridhika na kile walichokuwa nacho. Najifunza habari hizi za wanawali wale 10 masomo yajayo. Wanawali 10 ambao walikuwa wametengwa, lakini wapumbavu 5 katika wale wanawali 10 hawakukidhi vigezo vya kumpokea bwana harusi. Moja nikwambie, wanawali wapumbavu hawakuwahi kufikiria kama hawakuwa tayari kwa ujio wa bwana harusi. Walishindwa kutambua udhaifu wao. Walikuwa wanasubiri kuja kwa bwana harusi wakati walikuwa wanatakiwa wawe wanajiandaa kwa ujio wake. Ndio maisha yetu ya kila siku.
Ndio maisha yetu ya kila siku. Tunajua ya kwamba Bwana wetu anakuja, lakini hatuna maandalizi. Tuko bize sana. Hayo tunayoyawekea ubize hayatatupatia msaada wowote, yatatupoteza katika mstari wa Bwana. Sikia, kisa kimetolewa kuhusu mbinu iliyojadiliwa kwenye kikao cha Shetani na malaika zake waovu. Walikuwa wanajadili jinsi ya kumfanya mwanadamu asifanikiwe kuingia mbinguni. Naomba nisikize. Malaika mmoja mwovu alisema, nitawaambia hakuna Mungu. Malaika mmoja alisema, nitawaambia hakuna Mungu. Shetani akajibu, hilo halitawezekana kabisa. Ushahidi katika viumbe vya asiri, Biblia, unabii na maisha ya watu waliobadilishwa ni mkubwa mno. Fikiria jambo jingine. Malaika wa pili akasema, nitawaambia hakuna ukweli. Shetani akajibu, utawadanganya baadhi ya watu kwa njia hiyo, lakini watu wenye akili za kutafiti watagundua kuwa kama vile kulivyo na ukweli wa kisayansi, lazima kutakuwa na ukweli wa kimaadili au wa kidini. Fikiria jambo jingine. Sikia, malaika watatu akatoa wazo la kijanja sana. Akasema, nitawaambia hakuna sababu ya kuwa na haraka. Nitawaambia hakuna sababu ya kuwa na haraka. Wanao muda mwingi wa kutosha kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wao. Shetani akakubali. Akasema, waambieni kuna muda mwingi sana wa kujiandaa. Waambieni hakuna haja ya kuwa na haraka sana. Waambieni waache kufanya maandalizi binafsi. Waambieni wasubiri muda mwafaka wa kushughulikia mitazamo yao ya ndani. Waambie hakuna haja kabisa ya kuharakisha kuhusu uhusiano wao binafsi kati yao na Mungu. Waambieni hakuna haja kabisa ya kuwa na haraka. Leo ndiyo mambo yanavyoendelea. Hata katika kanisa utasikia sema, tuna haja ya kuwa haraka. Mambo ya Mungu yana utaratibu. Ni kweli mambo ya Mungu yana utaratibu, lakini maisha yako yanahitaji uamsho wa kufanya maamuzi haraka. Maana hata kesho yako huijui. Uamuzi wa kufanya maamuzi haraka. Uamuzi wa kufanya haraka. Je, Mungu anakuita kufanya jambo fulani na hilo jambo umelikawiza? Mungu anataka ufanye maamuzi ya haraka. Usitazame nyuma. Mambo ya kusema tutafanya hata kesho, hata mwakani napo tutafanya, huo ni uzembe. Huo ni mpango wa Shetani kukwamisha kazi yake. Linalowezekana kufanyika leo, lifanye sasa. Ikiwa utahitaji kutafuta utaratibu, aidha utaratibu huo ufanyike sasa. Msikawie kawie. Tusikawie kawie. Sikiliza, mafuta kwenye taa yako ikiwa yamepungua, ninakupa habari njema ya kwamba hakikisha taa yako inawaka leo. Usikawie kawie. Usikawie kawie. Jinsi ya kupata uamsho ni kutubu. Tufanye toba, kuomba kwa bidii, kusoma neno la Mungu, kuepuka mambo mabaya leo. Sasa anza kufanyia mchakato wa maisha yako. Jifanyie mind reprogramming. Jifanyie research yako wewe mwenyewe juu ya maisha yako. Utagundua ni wapi umepwaya, ni wapi umepungua, na sahihisha. Bwana akubariki sana. Ninaamini ya kwamba lilipo jambo ambalo Mungu anatamani ulifanikishe leo. Ni mbinu ya Shetani kukawiza ndoto zetu, maono yetu. Taasisi zetu zimefifia, hatuna maono ya mbali. Ni kwa sababu Shetani ana mpango na kutusaidia sisi tusiwe na maamuzi ya haraka katika uamsho. Kwa Mungu atupe moyo wa kumcha na tuamke tena kiroho. Hizo ni mbinu na mikakati ya Shetani. Mikakati wa Shetani kusababisha wewe usingie. Hana mpango na wewe kukuokoa. Dunia hii anakuonesha sura yake ilivyo tamu. Lakini rafiki yangu, nikwambie habari njema ni hii: usikubali kuingia katika mtego na Shetani. Tuombe. Baba yetu mwema, ninakushukuru kwa dakika hizi ambazo umenipatia msikilizaji wangu huyu. Dakika hizi 10 zikawe baraka kwa maisha ya mtumishi huyu aliyetenga muda wake kuanza kuchukulia na kuchungulia kusudi la thamani uliomwitia kwalo. Mpatie uamsho wa kweli wa kufanya maamuzi haraka bila kusita. Mbinu ya Shetani iliyoko mbele yetu
ni kutufanya tuone ya kwamba tuna muda mwingi wa kufanya maandalizi, tuna muda mwingi wa kufanya hali zetu za kiroho. Yesu tusaidie tuweze kuamka. Ninaamini ya kwamba umetupatia uamsho, maana tumeamka, maana tumeomba kwa jina lako lipitalo kila jina, jina la Yesu Kristo. Amen.